So turning to my right, guess what I saw? Hey! Akikuyu babes. Mtoto amenyoka ngozi. Mtoto ako na nywele ndefu. Mtoto ako na rangi yenye roho yangu inapenda. Mtoto, yani, do you know those kind of ladies that you just want to meet? Stay with them, never say a word, but still walk away feeling like it was the best conversation you ever had on this world. She was that kind of lady. Oh. What's up, everybody? I'm back again like niliwaahidi. So, welcome to Riba Time, episode 2. Now, for this story, allow me with due respect, with due diligence, diligence. Wow, history ya leo, guys, it's funny, it's heartbreaking, and it will keep you up to speed, and it might strengthen you. Yeah, and pia inaweza fanya ukae vigilant na ukae rada. So for those who ever fell in love while in high school, njoo karibu. Come closer. Sit with me. Take a ride with me. Take a sail with me in this ship where me and you are closer partners. Now, mwaka sitasema ni mwaka gani, but what I remember ni form 2. Kidato cha pili. We all know how form 2 in high school is. Unakumbuka ukiwa form 1 unakuanga bomnyoks bado, when bomnyole we una try kujua vile rada inaendanga high school nini. It's the same as you being in campus. So first year you are always this chilled guy trying to look for opportunities here and there, being vigilant nini kurusha macho and all that, because you are still learning and you are new and fresh. So meet me in form 2, a young guy who is very bright. Definitely the guy loves dancing, but he's not practicing dancing. Now the guy is doing poetry. Saini msanii anashika mic anatema mistari deadly. Akitema mistari wa super wanarusha brass stage. Wanasema take this for the night, young man. It was bad. Nilikuwa na tema mistari mbaya. So it was this day we went for there was a prize giving day in our mother school. Is it mother school? Tulikuwa tunaita sister school, but ideally it was a mother school to our school. So during that time I was the scout commander. Was I the commander really? No, I wasn't the commander. Nilikuwa among the rank, the officials of the scouts. Sikuwa commander, but I think nilikuwa second in command. So I had a say in the scout. So apparently tumeenda shule ya mademo wako na prize giving day. We have to practice with them because we were supposed to share drills for scouts. Na the girl guides were the mother school. So your time, it's my first time going to a girl school. And ilikuwa jioni. So we are there doing the drills nini. So turning to my right, guess what I saw? Hey! Akikuyu babes. Mtoto amenyoka ngozi. Mtoto ako na nywele ndefu. Mtoto ako na rangi yenye roho yangu inapenda. Mtoto, yani, do you know those kind of ladies that you just want to meet? Stay with them, never say a word, but still walk away feeling like it was the best conversation you ever had on this world. She was that kind of lady. Oh! Wow! Usiogopaki to mention her name, but let me not mention her name right now, but whenever she come across the video, she will know it's her I'm talking about. So, we are in St. Francis Xavier Girls, Vasha. So, nimemspoti. Kumbe hata amenispoti. Vile mnanionanga nikiwa hivi ngozi ngumu, hebu sasa flashback like 7 years. Na bado nilikuwa na wateka talent. Hii kwani iko nini? I had talent, guys. Msinione hivyo ati ni pesa tu inafanya mimi na kuangalia light skin ndani.
When money go find me, I go show you shege. When money go find me, I go show you my true color. This is not my true color. I am brown. Even. Anyways, I tried. I followed the girl nini to exchange numbers nini pale kwa stage nika dance, you know. She felt so much attracted in me. That is what I would say. Because sasa mind yangu haikuwa kwake sana. Nilikuwa nimevutia wasichana kadhaa, so they were on my case. Mtoto mdogo namba naandikiwa kila mahali. Tisho naenda shule bana niko na numbers. So I think what made it unique, she was the only girl mwenye nilishika namba yake off head. The only girl. Remember, I wasn't that much interested in her per se, but she was the only girl namba yake iliseva hapa kwa medulla oblongata, guys. Medulla oblongata. I was a bright student, man. Kwani hesabu sikuwa nashika sana, lakini hesabu ya namba za huyu msichana. Are you playing? Nilikuwa chua. So we parted ways nini. So hiyo time ilikuwa tu hugs nini hata una mambo mingi. Sikio nimezoea hugs, so it wasn't a big deal for me. So tumeenda home holiday ya April holiday. Unajua mimi by the hiyo time, truth be told, mimi sitajifanya ati sijui mimi nilikuanga sijui nimetoka sijui. Mimi ni mgeto 100%. So hiyo time sikuwa na tenje. I didn't have any phone. Hata katululu sikuwa nayo, guys. Me, I used to use my friend's phone. Hiyo time hao ndo walikuwa na WhatsApp. WhatsApp sasa ndo imekam. Wase wengi sasa siku hizi ni WhatsApp nini na Instagram ndo zimeshika. Udem alikuwa somehow where she was coming from. She wasn't coming from the ghettos. So basically, yes, story ya phone, alikuwa na phone nini. So she texted me. Kuna namba nilimpea. Yeah, I had a number. I had a line. Ni simu sikuwa nayo because I gave her my number. So vile tulienda home, she texted me first. Oh my, sijawahi sikia fiti hivyo. Yani umsupa alitake time akamedi, kasema acha nipigie msanii. After the text nini, we started making long calls. Oh, the love was filling the air. Mimi sijai feel mapenzi yo design, because I think after ile love yangu ya ufala, I gave out the episode when I was talking about my first love, yenye nilifall in love for the first time nikiwa class 6 blah blah blah. That episode, if you have not watched the video, make sure you, in this playlist we have the first episode of Riba Time. Go watch the video. So mtoto mdogo ndio mimi. I'm feeling much loved mazee. Mimi hata sinaga stress. I used to hustle, by the way. Niko hiyo form 2, I was already hustling. Hizo holidays bana, mimi nilikuanga kidogo na teremka pale kwenye lakeside. Mimi napiga hustle yangu, kutengeneza neti nini, kuingia fishing nini, kutengenezea wase fish. I was a hardworking small boy. Mimi sikuwa nategemea wazazi hiyo time. I used to depend on myself, basically on some basic things. Sasa mi credit yangu mimi ningeipata credit ni ya kupigia tu mtoto wa mtu. I was so fucking in love, and I think we were both in the same box during that time, because bro, we used to talk. Unakumbuka ngele vako ya star 188 hash ya kubai SMSs. I was there daily. So we used to buy SMS, talk, love moments, and all that. You all know if you have ever been in love. Na kama bado hujai kuwa in love, I'm sorry, you will never get a chance to experience it, cause wasupa wa siku hizi wote ni wakora. Lucky are we fell in love during our right time, and those times mademo wako ajad, there was no TikTok was not, kulikuwa na kitu inaitwa likey. I think there is where people used to scroll some videos and share videos. It was a likey. Facebook ndo ilikuwa take over your time, and then now Instagram was coming in, where high school boys and girls used to go out for photo shoot nini. It was the talk of the town during that time. So mapenzi kaendelea hivyo. So turning point. So this is where I felt like love betrayed me. Ilifika point communication ikienda ikididimia, because I don't have a phone. I used to put my SIM card kwa tenje ya beshte ni, alafu when your friend is a busy buddy, you cannot be asking for the phone every now and then. So mapenzi ikaenda hivyo, communication but let me tell you one thing. In a relationship, when communication is not there, hiyo ina dedi yangu. At a young age ilikuwa ina dedi high school juu ya lack of communication. So I think she wanted us to be the WhatsApp people or the Instagram
Instagram couple. We used to come from different places. Sasa unaona mtoto mdogo, mimi niko Vasha, msupa ako hii side nyingine sijui Nairobi wapi huku. Sasa kidogo kupatana noma. Sasa there came a time came when I decided I really believe msupa ananipenda. She became so famous in my school too. Sasa hiyo time nilikuwa naitwa King. So ile shule kuna time kulikuwa na kafankini katuma boys fulani alikuwa anaitwa Alano alikuwa boy fulani mwenye he used to sing. He had some good vocals. So I sent him. Na yeye akadeliver the work. Aliendanga tu stage yao madem akaperform akasema this is sent from king to queen. Kwani kila mtu anajua queen ni nani ile chuo? No, anajua king ni nani. Mtoto mdogo paka nimetoa shades. I was the king, guys. Wenye mnasikia wivu mjinyonge. Go to hell. So she sang and she directed the song to a love song to the lady, and everybody now knew she's my woman. On the other end, chuo yetu pia wase wakajua mazee msupa wangu. So ili msupa wangu ni the lady, the queen. We used to write each other letters tukiwa shuleni nini big up letters. Hey bro, this lady used to do some art bwana. Alikuwa kunichorea. Mimi sikuwa najua kuchora. Mimi nilikuwa naandika casually. I had a very nice handwriting though. Hata yeye alikuwa na msupa alikuwa tu just 10 out of 10. She was just what I ever wanted. Mimi hapa kwake nilikuwa nimefika mwisho na nimepiga kikomo na full stop ni kitu same. I don't know. But nilikuwa nimeweka nukta. So, whatever happened and we started getting loose to each other. Sijui tu nini inaingianga hapo katikati. History ya kuto-communicate, alafu nilikuwa hustling nini. So one time a friend of mine, mwanaume nitataja, a friend of mine called Culture. Big up to yourself Culture, you still my brother, nakupenda tena sana. He's outside, he's not within the borders of the country. He's somewhere hustling kama kawaida, ni kijana mtoto mdogo anayejituma. So a friend of mine Culture, kuna time tu mimi nikamdea nikamwambia, since wewe uko online na wewe unaonanga vitu yeudu, unaonaje? I dare you try her. Uone kama anaweza ingia box. Mimi namwambia bro, huwezi ingia box. Anaingia box gani? Msupa na kwanga amenitambua ile yake yote. Kai. Majamaa, hiyo ndio ilikuwa turning point. Hivyo tu vile nilipeana dare, that was the turning point. The guy did his A class, is it A class? Alienda akafanya kazi moja safi. Akaconvince msupa wangu na msupa wangu akakuwa msupa wake, akiwa tu na mimi kama boy wake. So, mimi msupa wangu alikuwa msupa wa beshte yangu. Sasa wali agree watakuwa naicheza chini ya maji because the lady was like, na king akiweza jua ni nini. The guy was like, chilezi jota cheza chini ya maji. They played underwater. They even convinced each other how they were to meet, Culture by then alikuwa shaamia hizi sides za Nairobi. So apparently they would have met. Mimi tu niko gizani na hustle huko kwa lake na parara tu huko. Man nikisema mimi niko tu na msupa mjamu. Bombo clat. So sasa I came to find out, like sasa after Culture alikujanga akanichapia, unajuaje, after opening alikujanga akanichapia, bro, sasa vile iko hapa msupa wako sasa ni msupa wangu. Acha nikunywe maji kwanza. Guy. Msupa wangu ni msupa wake. Ningefanya nini? So me what I decided after tulienda home, after sasa unajua sasa tukiwa shule we don't talk until vile tulienda home another holiday. Tukiwa na Culture I called my woman who is her woman, who is his woman apparently. So nikampigia nikamwambia, mamuni aje, uko fiti? Akasema ako fiti. And then nikamuuliza, mimi ni kama nimeona I'm not enough for you and since wewe umeamua mazee unapambana na beshte yangu, juu mimi nishajua everything na mimi nataka tu nikuache na beshte yangu in peace. Ni kama sasa niliguza wire ya umeme, guys. So the girl wasn't buying the idea, the fact that I'm going to leave her
with Culture, who happens to be my friend, and I was so straight. Like mimi nilimwambia, like mimi bado ni outdated, mimi bado ni kijana, mimi bado natumia katululu. Wewe unataka the Instagram wase wa followers, wase wako WhatsApp. Mimi sasa hiyo mimi hata sijui WhatsApp, siwezi operate WhatsApp guys. Nilikuwa tu aka young boy hustling tu. So the girl started crying over the phone call. Msupa lilia, sijawahi liliwa man. Big up to yourself baby girl. Ulinililia for the first time a woman cried for me, and I had never cried for any woman. So I felt so nice. Like literally she was crying for me and saying it is not what I was thinking, or it is because of distance, blah blah blah. So she cried. Na nilikuwa nimekula ndimu, simsamehei. Unacheza na. I was so fucking loyal bro. Mimi I was never looking at any other woman, any other girl during that time. Mimi nilikuwa focused, my mind is focused. I have a girl that lives in Nairobi. Tukimaliza high school tutaenda campus moja. Guy fuck. Guy mapenzi wewe. Mimi mkiniona tu kuinje nikirukaruka nikifurahia, mwachane tu na mimi. Na mkiniuliza kama niko single, mkiona sijibu hiyo swali, mwachane tu na mimi, because I've had enough. So ndio huyo mimi. Niko happy. I'm solving, we are trying to solve this. Nimekataa. So tukagree. I stopped talking to the lady. So the lady was trying to reach out to my friends. Ambieni King, it is not that, anisamehe. I told her nimekusamehea, but do your thing. I've left you in peace. So the last time I picked her call, Singe keep on assuming her calls. And then she told me when we are going back to school, we should meet at a place. So Vasha kuna building flani wase high schoolers walikuwa wanaenda hiyo time, inaitwa Biashara Plaza. So Biashara Plaza, we agreed we are supposed to meet there. So I don't know what happened atuku meet hapo. We met at a different place. And you know what? I carried my friend Culture. Huyo yeye ndio mwanzilishi wa hii vita. Nilimbeba. So nikamweka place aka relax. So mimi na msupa wangu tukienda kubonga, she was so fucking apologetic. She said she's very sorry. Kile chote kili happen, she's really regretful. Na tusameheane turudi fiti. So man, hata Culture alikuwa amesema hata hataki kurudia msupa juu sasa atakaje na msupa anaweza fanya hivyo. So apparently yeye is trust pia. So hata yeye alikuwa ameamua mimi staki. Ameniambia wewe ndugu yangu King, wewe shughulika na mzigo yako. So mzigo wangu nikadili nayo, tukakubaliana na msupa wangu man. I forgive her and life goes on. So life went on. Akabaki kwa msupa wangu. We continued with the relationship, but again it didn't work out cause distance too bado. Sasa unajua after trust imevunjwa, you trust kurudi guys inakuanga rahisi kweli. Okay, do we gain back trust after we've lost? I don't really think so. You can gain back the person, but the person trusting you, it doesn't come back. So tukakaanga hivyo until we were done with Form 4. So after Form 4, me I used to root for this girl bado. Man, sikuwa naamini man, nimemtoka. Nitawapea story nyingine hapo katikati juu hata mimi hii time sasa Form 3 kuendelea, mimi nilikuwa nishaonyeshwa shege. So I had to look for a shoulder to lean on hapa katikati. So there is a lady again I fell in love hapo katikati. Hiyo story nitawaletea kama episode 3. Huyo alinionyesha shege again. Ule sasa hata alifanya karibu nalia makamasi. So let's finish history ya the first huyu mwenye story inaendelea. So after Form 4 I continued rooting for this girl because nilikuwa tu napenda umdem genuinely bila tu mambo mingi ama kujitetea. Mimi nilikuwa tu napenda umdem genuinely. So I started rooting for her. Mimi na hustle tu hiyo time, unajua mimi after Form 4 I continued with my hustle hiyo time nilikuwa napiga mjengo pale napata ka punch kangu siku I had nothing much to do. Mimi nilikuwa tu na save. I think I was hustling to save. I didn't buy anything for myself your time or buying for someone. I didn't have wase wa kubaia pia. I was not using any drug. Mimi nilikuwa msetu wa kukula ugali na kula home. So the little money that I used to get is support vitu za home hapa na pale. So my mind was just focused to this one girl. So at least hii time nimepata katenje na try to reach out. So during that time I knew her friend. She had a friend. So tukibonga nikibonga na beshte yake nikamuulizanga what's wrong with Queen? Mbona is she treating me cold and all that? Nilitreatiwa cold guys, but I still held on. Aki mapenzi wewe.
wewe